This is a true story. Yataman. Haikuwa vigumu kwake kumshika na kumteka na kuwa dada yake. Story ilikuwa hivi, ngoja nikupe tamu wake. Waweza fanya kitu pasipo kujua. Mbele yako waweza fanya kitu pasipo kujua. Kesho yako mbele yako. Tina mpaka sasa hivi hajafika. Sijui anategemea nini. Vanessa, habari yako? Salama, kwema? Kwema. Karibu tupo. We Tina, mbona uko busy sana na simu? Hapo uniache kwa sasa. Akili yangu haiko sawa. Na tena, usinivuruge kabisa. Usinivuruge. Sawa, mtajuana na mdie peana kazi. Wewe Tina, wewe unaenda wapi wewe? Nakwambia uniache. Sawa? Tena usinivuruge kabisa. Tena usinivuruge. Wewe, kuna kazi za watu hapa, tumalizie basi. Wewe si uko safari kazi? Sasa na huyu Tina sijui ameenda wapi. Anataka kunitafutia tu matatizo ya bure. Mtu anaondoka hata ila watajuana na boss. Mimi sihusiki. Habari ya kazi? Salama. Kwema. Kwema, shikamoo dada. Baraka. Njoo kwa Simoni pale. Ameniambia ametoka kidogo kaenda dukani. Ndani? Duka la dawa, amesema anaumwa kichwa. Kuna uhakika na unachokisema? Sifahamu kwa kuwa mimi ndo amenipa hivyo taarifa. Sawa. Natoka mara moja, nikirudi mwambie nimkute, sawa? Sawa dada. Maajabu. Sikujua
sikujua, kweli sikujua, 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 kweli sikujua. Shikamo. Sijambo. Kwema. Pema. Dada nimekuta. Hodi. Karibu. Asante. Karibu rafiki yangu. Asante. Tuko. Asante, mambo vipi? Poa. Uko vipi kabisa? Huonekani na kazini haupo, shida nini rafiki yangu? Ndugu yangu, shida tu za nyumbani. Hata simu haipatikani pia. Rafiki yangu, ukiwa na mawazo, utapata wapi muda wa kuchajisha simu? Mawazo yanahusu nini? Shemeji yako. Kafanyaje? Yaani shemeji yako ananipa mawazo sana rafiki yangu. Lakini shemeji namuona kama hayuko pisi tu. Kafanyaje? Kama hujamjua unaweza kusema yuko vizuri, lakini mimi ambaye nakaa naye ndio najua changamoto ninazozipitia. Kwa sababu hata mimi mwenyewe sikujua kama yote yatatokea rafiki yangu. Hebu kuwa mwazi basi. Unajua hata sikuelewi. Rafiki yangu, mwanzo napitia wakati mgumu sana. Nashindwa nianzie wapi, nifike wapi. Lakini ni kweli kwamba hujui shida ni nini. Maana mnapokuwa mnakaa wawili, unajua kuna kutofautiana, lakini wakati mwingine unaweza kukosea, ukajua kabisa hapa nimekosea ama usijue. Lakini wewe unaonaje hapo? Rafiki yangu, hivi kwa jinsi ninavyompenda mume wangu, mimi naweza nikamkosea kitu gani? Mimi sijawahi kumkosea mume wangu. Sawa. Tena namheshimu mume wangu, pia nampenda sana mume wangu. Lakini sielewi tatizo ni nini. Na sijui kitu gani kilichombadilisha. Lakini kwa nasikiza kwenye mazungumzo yake wakati ananifokea, anaongea kwa mafumbo sana. Ila mimi nahisi ni kutokuzaa kwangu rafiki yangu. Ndiyo. Kwamba ndio hiyo sababu kweli. Rafiki yangu, mimi nahisi hivyo. Sasa unafanyaje? Rafiki yangu, yaani hapo mimi mwenyewe nakaa nafikiria. Sijui nimekosea nini mimi katika hii dunia. Sijui nimemkosea nini Mungu. Kwa anayopitia rafiki yangu. Mwenza anaumia sana rafiki yangu. Unajua, unatakiwa kujipa moyo. Kwa sababu kama shida ni mtoto, yeye pia anapaswa kujua kuwa mzazi ni Mungu. Unapopata ni Mungu amekupa. Ukikosa pia ni Mungu, kwa sababu shetani hawezi kupita juu ya Mungu. Nikuta tusubiri. Wakati ukifika utapata tu. Halafu wakati mwingine mume wako anapokuwa amerudi, wewe jaribu tu kuongea naye kwa hekima. Atakuelewa tu. Mimi nahisi haya mambo hayatuendelea hivi.
lakini pia muombe. Kwa uzidi tu kumuombea. Rafiki yangu, nimeomba sana, nimemlilia sana huyo Mungu wangu, lakini sioni majibu yoyote, sioni matokeo yote rafiki yangu yanayotokea. Ni sawa, lakini Mungu hachelewi wala hawahi. Wakati ukifika kujibu atajibu. Wewe unachotakiwa tu ni kuwa na imani. Ipo siku Mungu atafanya kwa ajili yako. Rafiki yangu, hadi sijui ni kitu gani ambacho nimemkosea Mungu. Sijui ni kitu gani ambacho nimemkosea mume wangu. Itafikia hatua utamkufuru Mungu. Unachopaswa kuwa na imani kwamba siku moja na utaitwa mama. Wala hizi kelele hazitakuwepo. Lakini kama kumkufuru Mungu nimeshamkufuru tu. Kwa sababu kwa haya malalamiko nayolalamika kila siku, na siku na mingi nimeshamkosea Mungu. Rafiki yangu, mimi nimechoka na maisha. Usifanye hivyo, wala usiseme hivyo. Ipo siku nimekosa nini? Mungu atafanya kwa ajili yako. Wewe unachotakiwa ni kuwa na imani tu. Mimi najua maisha nitaishi kwa furaha, nitaishi kwa amani. Wakati mwingine haya hayana budi kutokea kwenye maisha. Wewe unachopaswa tu ni kuwa na imani. Ipo siku Mungu atafanya kwa ajili yako na haya yote yataisha. Mimi sikujua kama yatanitokea rafiki yangu. Sasa usifanye hivyo. Sikujua kama Mungu angekuwa mwiba kwangu. Sikujua kama Mungu angekuja kunifanyia yote. Nimemkosa Mungu mimi. Nimemkosa nini rafiki yangu? Nifanye nini mimi? Hadi. Nyamaza. Rafiki yangu, mwana niuma mwenzie anaumia. Ni sawa, lakini unatakiwa kuwa mvumilivu. Haya hayana budi kutokea kwenye maisha. Lakini pia watu wanapokaa wawili lazima haya yatokee. Wewe unachopaswa kuwa na imani tu. Ipo siku utapata. Sasa ukilia ndo suluhisho. Rafiki yangu, Mungu ananinyanyasa mimi. Unachopaswa ni kutokukata tamaa. Mimi sio Mungu wa kusema mimi ndo nijiwekee mtoto. Ni kweli. Haya tu ni mpango ya Mungu. Ndio maana nakwambia unatakiwa kuwa na imani kwa sababu Mungu wakati mwingine angewahi kukupa angekutia kiburi au ungefanya vitu ambavyo hata Mungu asingependezwa, lakini kuchelewa Mungu anakusudi. Sijui. Wala sifikiri kama itakuja kutokea mimi. Unatakiwa kuwa na imani. Imani ni kitu cha pekee sana. Mimi sikujua kama yote angetokea rafiki yangu, sikujua mimi. Hadi. Unachopaswa nimekwambia ni kutokukata tamaa. Alafu hapa kujialia wala sio suluhisho la matatizo haya. Rafiki yangu, ona kazi ni sasa hivi siendi. Hebu fikiria kwamba mume wako saizi anakuja na kukuta wakati wote unalia hivi. Kwanza unampa kichwa. Yaani atakuchukulia sijui tu namna gani atakuchukulia. Lakini wewe unatakiwa anapokuja hapa wewe unakuwa jasiri. Mume wangu nini unamkaribisha vizuri. Lakini ukisema kulialia hivi, kwanza unakosea, alafu unamkufuru Mungu wako. Kwa nini ufanye hivyo? Rafiki yangu, Mungu anaweza kaondoka kama hata siku mbili hayupo hapa nyumbani. Hata kama akija akakuta naumwa, sio ni msaada. Wewe ni mke nyumbani. Yeye hata angekaa mwezi huko, lakini ipo siku atakuja. Mungu atafanya kwa wakati wake hadi. Rafiki yangu, dukani kumbuka, ni wagonjwa wengi wananitegemea mimi. Lakini nashindwa kwenda kazini kwa sababu moja tu rafiki yangu. Ni sawa. Rafiki yangu, nifanye nini mwenzio? Ni kumdilia tu Mungu. Lakini wewe ukisema uanze kupaniki hapa sijui nini, wewe unatakiwa kuwa na imani tu. Haya mambo yanatokea kwenye familia nyingi, sio kwako tu. Kwa nini unajitesa hivyo? Sawa tu rafiki yangu. Maana faraja nilikuwa nimebaki nayo
ni mume wangu peke yake. Lakini ndio hivyo, mume wangu ndio amegeuka kuwa mwiba kwangu. Hapana. Mume wangu ndio amegeuka kuwa kichami kwangu. Haya ni mapito tu. Mimi sina tumaini lolote rafiki yangu. Na ukiniacha sina mwingine. Kila mtu anapitia mapito yake mwenyewe. Sasa wewe unachopaswa kufanya ni kuwa na imani tu. Sawa. Sawa rafiki yangu. Sijui kama ndio kuja nina furaha kama niliyokuwa nao mwanzo. Wala usijali, furaha itarejea. Unachopaswa kuwa nacho ni imani. Cha kufanya usiache kuomba. Alafu mimi nilipita tu hapa mara moja. Kuna mahali nilikuwa naenda nikasema sijakuona muda mrefu, ndio maana nikapita hapa kukuona. Niomba nikuage kwamba tutaonana. Nikipata nafasi nitakupigia tuje tuongee sehemu. Sawa rafiki yangu. Nashukuru kwa kuja kuniona mwenzangu. Sawa. Baki salama. Karibu tena. Sawa, lakini usikate tamaa, sawa? Karibu. Haya. Sikujua kweli, sikujua kweli, sikujua. Shoga yangu, na wewe vipi tena huku saa hizi muda wa kazi? Shoga yangu, ndugu yangu. Wakati niko yani yule dada amenichanganya kweli. Yaani amenivuruga. Wewe. Yaani sio sawa kabisa. Yaani kile kadada, subiri. Takafanyia mambo mimi. Lakini shoga yangu, na wewe tu nikwambie, maana wewe na wewe umo. Tena. Kwa sababu ni muda wa kazi. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Yaani yule dada kwa kweli amenikela. Kwa leo, yaani kanikela. Ila tamkomesha. Shoga yangu, hapana kwa kweli. Na wewe umezidi shoga yangu, umezidi. Nimezidi nini dada? Kazini saa hizi, huu ni muda wa kazi, natakiwa uwe kazini. Kama nisikawa yani kabisa nivuruga akili yangu, siko sawa. Siko sawa kabisa dada. Hii shoga yangu, na wewe umezidi. Umezidi shoga yangu, umezidi. Dada. Yaani kuja dakika moja tu umeshaujua mji. Umezidi shoga yangu. Umezidi. Yaani dada nikajua kwamba mimi tuko huko, huyo dada amenivuruga. Nije hapa na mimi nitulize akili yangu. Wewe tena unaanza kunichanganyia habari yako tena, jamani kweli. Fadhali niondoke. Yatakushinda shoga yangu. Mji ndo huu. Akili yangu haikuwaza ni wewe mdogo wangu. Akili yangu haikuwaza ni wewe mdogo wangu. Hivi kilichonikuta ni nini kaka yako? Nisamehe mdogo wangu, najuta kaka yako. Ni kweli tunafanana, so I'm sorry my sister. Kilichobaki kwa bibi, twende nikamuone basi. Nimepamisi home long time sijafika, oh my god. Sijui nikifika itakuwaje. Dadangu I'm sorry, baby yangu I'm sorry. Nimewakosea sikujua tu jamani. Bana usijue ameenda wapi. Bana asubuhi tukuacha ofisi wazi hivi jamani. Sikujua kweli, sikujua kweli, sikujua.
Dada, shikamoo. Marahaba, habari? Nzuri, umeshafika dada? Ndio, mlikuwa wapi wote mkaacha ofisi wazi? Mimi nilikuwa nimefika vocha. Na mwenzio? Mwenzangu wakati mimi naondoka nilimwacha hapa anatoa picha za wateja. Sasa sijui dada mimi nilipotoka, sijui naye akanitoa nyuma, mwenye sifahamu. Sawa. Yaani wakati mnaondoka unajua kabisa mtu hapa yupo, hata kama ulimuacha wewe ulienda kuchukua muda gani? Maana nimefika ni muda sasa. Ulichukua muda gani huko? Kwa kweli mimi sijachelewa. Maana mimi nimepata kutoka na kurudi. Yaani tabia ya kuacha ofisi wazi kwa kweli sio tabia njema. Wakati mwingine mtu anaweza kafika hapa akafanya chochote nyie hampo, mtajuaje? Nisamehe dada. Hii tabia sio nzuri na isijirudie. Sawa, lakini dada, yaani Vanessa kwa kweli mimi sijamuelewa. Na simuelewi. Wateja wakija hapa. Yaani anawajibu wewe ni mbovu tu. Yaani sasa mimi simuelewi. Mteja anataka picha, anamjibu yani kitu ambacho yani mimi sipendi kwa kweli. Sipendi kabisa. Hata anakwambia chafu. Kwa wateja wanalalamika. Yaani wanalalamika sawa, wanalalamika kweli. Yaani wanalalamika. Yaani alafu dada, usipo kama kini, tutapoteza wateja. Kwa nini? Nakwambia Vanessa atulii ofisini, yani nikitoka naye anatoka, yani ana mambo mengi. Mteja anakuja, dada naomba nitolee picha. Maana anambia kama kwa wengine huko si nani siku nyingi wale mkatoa huko, sababu ninashindwa kumuelewa. Kwa nini anazidi kuwatamkia maneno mabaya ya wateja? Maana siku zote mteja akija hapa ndipo umnyekee. Lakini sasa yeye anawajibu vitu mbovu. Hata tunashindwa kumuelewa kabisa. Dada, shikamoo. Marahaba, habari? Salama. Mlienda wapi mkaacha ofisi wazi yote? Mimi nilitoka ila nilimwacha Tina huko ndani. Mimi nilikuwa nimeenda kutafuta change maana tulikuwa tumeishiwa change dada. Sasa mmetoka wote alafu hebu akiiba huko mtasemaje? Dada, mimi nilimwacha Tina. Hii tabia ya kuondoka wote. Wakati mwingine mtakuja kufanyia vibaya au msijue nani kafanya. Samahani dada. Sawa. Kuna kazi hapa. Nakala dakika kidogo na disia nitakuja nipitie. Sawa, na shida. Sawa. Tina. Tina, si nimekuacha ofisini afu bosi anafika kumbe hata wewe ulikuwa umetoka kweli? Mimi nimekuta vocha. Tina, ofisi ya watu tunaiacha wazi. Vitu vikipotea tuna hela za kulipa. Nani aibe? Nani aingie mwaibe jamani kitu cha mtu ambacho jamani? Kwa hiyo unawaamini watu. Mtu bwana usipige kwa aje aibe, yani mtu akiwa naiba tu. Si ana mtu ndani. Bali nimekuta vocha. Sawa, hamna shida.
likatoka dili moja la kumteka mdada. Akili yangu haikuwaza ni wewe mdogo wangu, akili yangu haikuwaza ni wewe mdogo wangu. Hivi kilichonikuta ni nini kaka yako? Nisamehe mdogo wangu, najuta kaka yako. Yo, ni kweli tunafanana, so I'm sorry my sister. Kilichobaki kwa bibi twende nikamuone basi. Nimepamisi home long time sijafika, oh my god. Sijui nikifika itakuwaje. Dadangu I'm sorry, baby yangu I'm sorry. Nimewakosea sikujua tu jamani. Dunia imenifunza kuishi na watu tabu, vigumu ndazingatia na mepesi ya maajabu. Sikujua, sikujua, kweli sikujua, sikujua, oh sikujua, kweli sikujua.